ikiwa pengine unasherehekea siku ya kuzaliwa leo tarehe 16 mwezi Mei mwaka 2016, basi hebu tuangalie wana michezo katika dunia ambao wanasherehekea siku ya kuzaliwa sawa na wewe. Wa kwanza ni Charles Wright ambaye ni mwanamiereka kutoka Marekani. Alizaliwa nchini Marekani mwaka 1961 na aliwahi kushiriki katika mashindano ya WWF. Watu wa kitambo sana kama kina Stephen Mukangai wanafahamu, maana alikuwa akitazama katika runinga mashindano ya WWF na pia WWE. Alianza kushindana mnamo mwaka 1990 hadi mwaka 2000 ambapo alitamba na pia kushinda mataji kadhaa ya wanamiereka. Mwingine ni Ricardo Costa ambaye ni mchezaji kandanda. Alizaliwa nchini Ureno ama Portugal kwa lugha ya Ung'eng'e na mwaka 1981 akiwa hivi sasa anachezea klabu ya Granada. Granada, kumbuka, ndio timu ambayo ilicheza na Barcelona na kuweza kufungwa pengine kuwapatia taji lao la ligi kuu nchini Uhispania kwa mara 24 na mara ya pili mfululizo. Akiwa Ricardo Costa amechezea pia timu ya Ureno tangu mwaka 2005. Amewahi kuwakilisha timu ya Ureno katika kombe la dunia mwaka miaka kadhaa na pia ameshiriki katika michuano ya Euro mwaka 2012. Ni mchezaji ambaye anacheza kiungo cha kati lakini ana uwezo pia kurudi nyuma na kusaidia katika safu ya ulinzi. Mwingine ni Grogor Dimitrov ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1991. Ni raia wa Bulgaria barani Ulaya na ni mchezaji tenisi. Aliwahi teuliwa pengine ama aliwahi orodheshwa wa kwanza katika wachezaji tenisi duniani mwaka 2008 aliposhinda mataji kadhaa, na pia katika wachezaji chipukizi waliochaguliwa kuwa mchezaji chipukizi nambari 1. Na pia nchini Bulgaria ni kwamba ni mchezaji ambaye anaorodheshwa wa kwanza, hivi sasa anaorodheshwa wa 8 katika wachezaji tenisi bora ama orodha ya wachezaji tenisi bora duniani, akiwa pengine ni Bulgaria ambaye ameweka rekodi nzuri sana. Ni Bulgaria ambaye hakuna mwingine ambaye amewahi kumkaribia katika uchezaji tenisi. Wa mwisho kabisa ni Steven Al Lewis. Si lugha zetu hizi. Alizaliwa mwaka 1969 na ni mwanariadha aliyewahi shinda Olimpiki mwaka 1988 na mwaka 1992 katika mashindano ya mbio za mita 100. Alizaliwa nchini Marekani mwaka 1969. Mtazamaji, ndio wana michezo ambao walizaliwa siku kama leo. Unaona tarehe hizi ama miaka ambayo walizaliwa. Sasa hebu tuangalie katika kauli ya leo tumekuandalia nani anayetupatia ama anayetupambia kauli ya leo siku ya leo. Na Mukangai, naomba unapoona pengine ukuta usione ni kizuizi ukaona kuwa pengine safari yako imeisha, bali kuna njia nyingi za kupita ukuta. Anasema pia wako wanyama kama sungura ambaye ni ana ujanja sana. Akifika mahali kwa ukuta usione kuwa ni kizuizi kuwa hauwezi pengine kuendelea mbele. Na ukuta hapa pengine ni lugha tunaweza sema ambayo imewekwa pengine ya majazi, lakini ukuta inamaanisha ni vizuizi ambavyo mtu upata katika maisha. Usione pengine kuna shida ambayo imekutokea basi ukaona ukavunjika moyo ukasema kuwa hapa ndo basi. Na hata katika maisha unakuta kwamba mambo ni mengi sana za kutoka hapo unaona mbele hakuendeki, nyuma hakurudiki, utafanyaje? Unajua kwamba ndio sehemu ya maisha hayo. Kwa mfano unakuta kama hata kama wewe ni mchezaji kunapotaja timu ya taifa huko kwenye kikosi hapa kazini unakuta kwamba labda alipofika kazini labda kuna msongamano wa magari, ukafika hapo unakutana na bosi labda anakuambia na ile. Kwa hivyo vile vizuizi vinakupatia nafasi ya pili kufikiria, kutafakari na kupiga hatua. Kwa hivyo ni kauli nzito hiyo ambayo sasa vijana chipukizi tuwapa matumaini kwamba baada leo kuna kesho na kila baada ya giza kuna mwangaza. Na maneno ya busara kutoka kwa mhariri na pia mshauri na mkufunzi Stephen Mukangai. Tunapumzika kidogo lakini usicheze mbali, maana anasema unga ni robo. Tarejea baada ya muda usio kwa muda ili tukupashe zaidi ya yale tulioandaa ndani ya Zilizala Viwanjani. Usicheze mbali. Ni mechi ambazo ziligaragazwa, mechi 9 ziligaragazwa nchini Uingereza wakati mmoja kuanzia mida ya saa 11 katika nyuga tofauti nchini humo. Na naye mwenzangu hapa ambaye ni swahiba wangu katika uhalifu Stephen Mukangai, nambari 9 mgongoni, anasikia raha sana nikimtaja hivyo. Nambari 9 bila shaka, ambaye amevalia shati lakini nambari 9
alivyomwambia mapema ni kocha wa Shauri Moyo huyu. Mshauri. Ni mshauri mkuu pia. Mkufunzi. Mkufunzi. Kwa hivyo yote nakubalika. Tuliona mechi zilivyochezwa jana na Arsenal. Jambo lingine ni kwamba wanasherehe ambao wanasherehekea kila mwaka kuwa iwe ama liwe liwalo, Spurs hawezi maliza juu ya Arsenal, na ilionekana hapo jana baada ya Spurs kutitigwa ama kuoshwa bila sabuni na timu ya Newcastle ugenini. Ni matokeo ambayo iliwashangaza wengi, ni matokeo ambayo iliwanyima wengine raha jana. Kuna baadhi ya watu wangetabasamu jana, labda wangekula nyama jana, lakini wakaishia kula kunde kutokana na matokeo ya Spurs. Ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa na msisimko mkubwa sana. Ilitabiriwa na mashabiki wengi wa soka akisema kwamba Newcastle wameshuka daraja, wako katika uwanja wa nyumbani. Na kocha alikuwa amwambia vijana Newcastle, you have nothing to lose. Hii mechi ni yenu. Chezeni kwa sababu ya mashabiki. Ndio umeshuka daraja, lakini uoneshe kwamba bado mna nafasi ya kurudi katika ligi msimu ujao. Spurs hawajazoea kuwa katika nafasi ya pili ama kuwa juu ya Arsenal ulivyosema. Sababu mimi najaribu kufikiria na kuanza kwamba iwapo hata Arsenal atachukua ligi, inamaanisha kwamba Spurs atachukua ligi, Arsenal itakuwa juu bado. Upo uwezekano mkubwa sana. Hiyo itakuwa nafasi ya ngapi hiyo? Sijui, lakini hata Spurs wakachukua ligi leo, Arsenal itakuwa juu yao. Walikuwa wanasema kwamba ni kinyang'anyiro cha farasi wawili. Naam. Lakini akwaje a two horse race, farasi pia anaweza nafasi ya 3. Punda akatokea alikuwa ambapo hakutarajia akajiingiza pale ambapo pengine alikuwa hastahili kuingia. Kwa hivyo ilikuwa ni mechi ya mwisho msimu, mwisho ambao tumeshuhudia maajabu sana, mwisho ambao tumeshuhudia mechi matokeo ambayo wengi hawakuyatarajia. Lakini angalia Spurs kwao baada ya ligi kutoka. Ligi iliyotoka wakati ulipotoka sare na Swansea City moja kwa moja. Hapo ndio ligi ilipoanza kutoka. Walikuwa na nafasi kubwa wakicheza na Chelsea, mechi ambao wangeshinda wangekuwa na matumaini ya kuwasukuma Leicester mpaka mwishoni wa msimu. Lakini baada ya kupoteza uongozi wa magoli mawili mechi ikisha sare, hilo pia liliwatatiza kisaikolojia. Inamaanisha kwamba ni timu ambayo ilikosa yule mtu anaweza kuambia kwamba fanyeni hiki, tafuteni ule ukakamavu, kuna ile finishing power hawakuwa nayo. Na kuna makocha wanaozoefu katika ligi ya Uingereza. Mtu kama Arsene Wenger anazoefu miaka mingi sana. Angalia mechi za msimu mwisho jana, Pellegrini hana uzoefu, alitoka sare. Angalia Pochettino hana uzoefu, alipigwa. Mwangalie nafasi ya ngapi, angalia vijana wa Man City nilivyosema umetoka sare. Kwa hivyo utakuta Leicester ulitoka sare, nani akatoka sare, lakini Wenger amecheza miaka mingi, ana uzoefu na ile finishing power ilionekana jana. Kuna jambo ambalo pengine tunaweza sema Spurs, ukizungumza kuhusiana na Spurs, watu wengi wanasema kuwa hakuna timu msimu ambao imeonyesha matokeo mazuri kuliko Spurs. Lakini kuna jambo moja nikiangalia pengine huenda likachukuliwa vizuri, lakini kwa upande mwingine huenda likawa limewaponza Spurs. Maanake ni timu ambayo ni timu changa katika ligi kuu nchini Uingereza. Hakuna timu yenye wachezaji walio na umri mdogo kuliko Spurs, kuonesha kuwa katika miaka ijayo bado wanaweza cheza na wakaonesha mchezo mzuri na pengine huenda wakashinda mataji. Lakini jambo hili huja na pengine na kutokuwa na uzoefu, pengine hawana uzoefu, na ndipo ilipofika mechi ya mwisho ambapo walikuwa lazima washinde, wakaweza kuharibu na kufungwa. Ulivyosema ni kwamba timu wana kikosi kizuri, wamecheza vizuri msimu wote, ni vijana wachanga chipukizi. Lakini katika dini yetu ya Kikristo, dini ya Kikristo tunasema kwamba Christmas huja mara moja kwa mwaka. Ndio siku ambayo utakula vizuri, siku ambayo utajishebedua, siku ambayo utakula maamri, vitumbua, maji ya Zamzam, utavalia vizuri. Na tutasema kwamba Christmas ya Spurs ilikuwa ni msimu huu. Kwa sababu ligi inavyokwenda Uingereza, sidhani kama watamaza hata miongoni mwa 4 bora msimu ujao. Ndio watacheza. Watakuwa katika nafasi ya Europa, lakini kumaliza miongoni mwa 4 bora vitakuwa vigumu. Na huu ndio ulikuwa msimu wa kuchukua ligi. Lakini ule uzoefu hawakuwa nao. Angalia kocha mwenyewe kidogo alijisahau baada ya wale wachanganuzi. Wajua kuna vile vita vya kisaikolojia kabla ya kushinda. Unaweza pigwa vita kisaikolojia ujisahau. Walisema kwamba shift in power kule London. Ni kwamba baadhi ya wachezaji wengi wa timu ya taifa ya Spurs wameitwa kwenye timu ya taifa ya Uingereza. Arsenal ni mtu mmoja tu. Unapata Spurs iko juu ya Arsenal, labda hata mechi wanavyocheza wanawazaidia nguvu. Kwa hivyo mnapambia kwamba shift of powers, mnajiona mko juu ya Arsenal bila kusahau kwamba Arsenal wao wamesema kwamba msimu wao ni mbaya. Wamekubali kwamba msimu ulikuwa mbaya kwao. Nyinyi mnaona kwamba mmevuna msimu huu. Kwa hivyo ni kule kujisahau. Baada ya kupigwa nini kwamba upate kwamba utamaliza nafasi ya pili, kuonekana kama msimu ulikuwa ni wao, mko na top scorer, mechi mwisho kocha anapewa mkataba wa miaka 5. Alijisahau na kuambia vijana kwamba chezeni, mna nafasi ya kushinda, bila kusahau kwamba kule unapojisahau Newcastle wako nyumbani,
wameshuka daraja Naam. na kuchukua ligi. Kwa hivyo nitasema kwamba ni uzoefu walikosa na pia walijisahau. Tuangalie timu ya Chelsea hapo jana, manake mkufunzi Gus Hiddink japo pengine anamaliza na anaondoka, amemwambia ama amempatia ujumbe mwenzake Conte kuwa una kibarua kigumu sana unapokuja hapa. Manake kama jana tulionyeshwa jinsi walivyokuwa msimu wote, manake waliongoza Cesc Fabregas kuwapatia uongozi, kisha wakaja karibu na Leicester wakasawazisha. Inaonyesha kuwa msimu umekuwa hivyo kwao Chelsea. Kitu gani ambacho Conte pengine anafaa kurekebisha ili kuona kuwa Chelsea wanarejea pale walipokuwa misimu miwili iliyopita? Kuna ile dhana ya ushindi, ile winning mentality lazima urudishe, kuwapatia motisha kwamba mnaweza shinda. Ni jambo ambalo Mourinho aliwapatia msimu wake wa pili alipojiunga na Chelsea. Msimu wa kwanza alimaliza nafasi ya 3, msimu uliofuata akawapatia nafasi ya kushinda ligi, wakashinda na kuwapa motisha, lakini ule mgogoro uliopokuwepo kati yeye na technical bench na hata daktari ulifanya morali ikashuka. Na Conte ameambia wewe kwa sababu ametoka Italia, ambapo Italia tunajua kwamba ni ligi ya farasi wawili. Kama si Juventus ni Napoli. Roma, AC Milan, utakuta Inter Milan na timu ziko pale kuheshimu tu kalenda ya utakuta ziko pale kuheshimu kalenda ya FA ama kalenda ya nini ya ligi yao. Utakuta kwamba kula na kazi kubwa kwa sababu una zaidi ya timu 20 ambazo kila timu ina uwezo wa kupiga. Una Arsenal, una Man City, uko pale na Man United, uko pale na Leicester City, uko pale na Stoke City na Sunderland, timu ambazo zinaweza kupiga. Kwa hivyo ana kazi kubwa sana ya kuwarejesha vijana katika akili zao na fikra zao, ujue kwamba wataweza shinda. Na baada ya kupoteza wako nje ya Champions League. Kwa hivyo wachezaji wengi wanafikiria hata kutoka kwenye timu. Kwa hivyo lazima warudishe, akubali kwamba kuinama na kuinuka ni kawaida ya maisha, na kukosa Champions League si mwisho wa maisha, ajue kwamba wanaweza shinda, warudi pale kileleni. Naam, shukrani sana mmoja wa waelekezi wetu Brian na Mwene Mkaba katika mtandao wa kijamii anasema show murwa kabisa, napenda jinsi mlivyoleta ligi zote, michuano ya ligi yote. Ni mambo ambayo tunaangazia ndani ya Zilizala Viwanjani. Chema Korir Edwin anauliza swali katika Twitter, anasema endapo Liverpool watashinda Europa basi wataingia Champions League. Ni kwamba ni sheria, Steven Mukangai, ni sheria kuwa anayeshinda Europa na anayeshinda klabu bingwa barani Ulaya moja kwa moja wanajikatia tiketi ya kuingia michuano ya UEFA msimu ujao. Kwa hivyo Chamais, nadhani tumekujibu swali lako. Twende katika kitengo cha guji wako hii leo. Ni kwamba guji wako ni Andy Murray, mshindi wa Italian Open ama mashindano ya wazi ya Italia yaliyokamilika siku ya Jumapili nchini Italia katika jiji la Roma. Jina lake haswa anajulikana kama Andrew Baron Murray. Ni Andy Murray, alizaliwa nchini Uskoti. Alizaliwa tarehe 15 mwezi Mei mwaka 1987 katika jiji la Glasgow nchini Uskoti, ambaye ni moja nchi ambazo zinazingira ama ni nchi ya Uingereza pia tunaweza sema. Anaorodheshwa wa pili duniani katika orodha ya wachezaji bora tenisi ulimwenguni na amewahi shinda mataji ya Grand Slam mara 2 na pia amekuwa bingwa wa Olimpiki mwaka 2012. Miongoni mwa wachezaji wazuri sana, na pia amezaliwa katika familia ya wachezaji tenisi. Kakake pia aliwahi orodheshwa wa kwanza duniani katika wachezaji tenisi miaka ya 2000. Kwa hivyo ni mchezaji ambaye ni mzuri sana na amewahi shinda mataji kadhaa. Hivi sasa twende katika taarifa ambayo inafungamana na swali tumekuuliza katika Twitter kuhusiana na kikosi cha timu ya Uingereza, katika kama tunaweza pitia kikosi cha Uingereza katika kiwambo chetu hapa ili tuangalie wale wachezaji ambao wametajwa katika kikosi cha Roy Hodgson. Tuanze na walinzi. Ni kwamba katika walinzi Mukangai utasaidia kupita haraka. Gary Cahill kutoka Chelsea, Chris Smalling Manchester United, John Stones kutoka Everton, alafu Kyle Walker. Kwa ufupi, hebu tuelezee kuhusiana na safu ya ulinzi ya Uingereza. Ni wana kikosi kizuri hasa mabeki wa timu ya taifa ya Uingereza, na unajua kwamba wengi wao ni wagumu zaidi ya kuwapenya. Angalia Smalling amekuwa na msimu mzuri sana akiwa na United. Gary Cahill ingawa kwa na nafasi nzuri, ameonyesha viwango vya ubora wake, na John Stones anaona timu kubwa. Kyle Walker amesaidia Spurs kumaliza miongoni mwa 4 bora, lakini kuna ule uzoefu ambao atasema kwamba wanaokosa ngoma ikitoto ikeshi. Angalia wamemkosa sana, watamkosa John Terry. John Terry ndio amesema kwamba amestaafu, lakini ukiangalia alivyocheza katika ile msimu wake wa mwisho na timu ya Chelsea, ameonyesha makali na nafasi ambayo angempa ingewasaidia. Kukosekana kwa John Terry na imani kwamba hata Phil Jagielka kutaweza kuwaponza, sababu wao vijana safu ya kati. Hebu tuangalie wachezaji ambao wamechaguliwa katika safu ya kati na mkufunzi wa Uingereza Roy Hodgson, ambaye amejaribu pengine kuchanganya wachezaji wale wazoefu na pia viungo wa kati. Safu ya kati kuna wachezaji wengi ambao wamejumuishwa katika safu ya kati, lakini kugusia ni kwamba Theo Walcott hayuko katika kikosi, na pia kuna wachezaji kama Michael Carrick hakutajwa. Kwa ufupi tuambie Mkangai kuhusiana na safu ya kati. Safu ya kati ni nzuri sana. Michael Carrick wangemjumuisha kwa sababu mimi nikiangalia kwamba ana uzoefu.
utakuta timu kama Italia unakuta inatumia wazee ambao wanacheza katikati ya uwanja, watu wana uzoefu, na hicho ndicho tunafanya timu kama zinakuwa na nafasi kubwa sana kuweza kushinda michuano hiyo. Kwa hivyo ukikuta kingo cha kati wanamkosa mtu kama Michael Carrick, ndasema kwamba atakuwa ni pigo kwao. Mnapatia vijana nafasi, kijana kama Drinkwater. Drinkwater ni mzuri, ameonekana katika msimu wake wa kwanza akiwa na Leicester akichukua ligi, lakini vile viwango vya michuano ya Euro Drinkwater kidogo iko chini. Sidhani kama ana nafasi ya kucheza katika kiwango cha. Tupitie tu safu ya kati, na pia kuna washambuliaji ambao wametajwa, na jina moja ambao pengine linaweza kuwa limeshangaza wengi ni kijana miaka 19 kutoka Manchester United, Marcus Rashford. Ameonyesha kuwa ni moto kwa kutia mbali na amezawadiwa kwa kutajwa katika kikosi. Pengine huenda maana kikosi hichi cha wachezaji 26 kitapunguzwa hadi wachezaji 23 ambao watasafiri kwenda Ufaransa, huenda pengine akachujwa, lakini kutajwa tu katika ile kikosi kuna sema nini kuhusiana na mchezo aliokuwa nao msimu huu? Ni hatua kubwa, alisema Scholes kwamba ni kijana nafasi kubwa ya kupenya na kuwa na taaluma inayofaa. Alisema Wenger kwamba ni kijana mdogo lakini ana siku nzuri za mbele usoni. Akasema pia Thierry Henry. Kwa hivyo na imani kwamba kule kumtaja pekee hata kama atachujwa baadaye inaonyesha kwamba ni mchezaji mwenye ana mstakabali mwema. Na ana mstakabali mwema. Kupitia tu baadhi ya maoni ambao umetuma kwenye mtandao wa Twitter, Erot Martin Lotadei katika mtandao wa Twitter anasema ni kikosi kizuri ambacho kimeteuliwa kupelekwa hapo, manake itatoa nafasi kwa vijana chipukizi ambao wanapata nafasi pengine ya kucheza na kuonesha weledi wao. Mwingine ni Adura Vansami ambaye ni shabiki wa Zilizala Viwanjani, anasema hamna shida, kila msimu Uingereza ina watu wapya. Msimu huu Drinkwater amekuwa on form, amekuwa ni mchezaji wa kutegemewa katika timu ya Leicester City kuwasaidia kuchagua ama kushinda taji. Michael Kunania, shukran sana kwa leo wametuma jumbe zao katika mtandao wa Twitter na pia katika arafa zetu tu za kawaida na pia katika Facebook. Chemais Korira anasema pia anatupata katika mtandao wa Twitter katika Zilizala Viwanjani. Mtazamaji, kufikia hapo hatuna budi ila kukunja jamvi la Zilizala Viwanjani leo tarehe 16 mwezi Mei mwaka 2016. Shukran sana kwa leo waliofanikisha makala ya leo, kuanzia kwa wapiga picha, washughulikia sauti na mwelekezi wangu Mwadime, asante sana, na pia mwenzangu Steven Mukangai kuja kwenye studio na kutoa uchanganuzi murwa kuhusiana na ligi zote barani Ulaya. Wapiga picha na wale wote anasema ni asante, tukutane tena siku nyingine sana wakati kama huu, panapo majaliwa yake Mola na uhai na uzima. Asante sana.